Ninamshukuru Mungu, amekuwa mwema kwangu, amekuwa mwaminifu kwangu. Nimemuona akiwa Mungu mzuri. Bwana asifiwe. Siku ya leo kusimama hapa ni muujiza. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu. Amekuwa mwema, amelinda jamii yangu, amenilinda na amelinda kanisa. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo hatuko na bishop wetu, ameenda kule kwa kanisa letu la Marambachi, kule kwa Reverend Cheren. Praise God. Ninaamini mahali pale watabarikiwa. Bwana asifiwe. Hata na sisi hapa pia lazima tubarikiwe. Praise God. Unaponiona hivi niko na ushuhuda kidogo. Kuna wiki imepita sikuja hapa kanisani. Kuna wiki tulikuwa na mashishi ya mtoto. Na tukaenda pale makaburini. Kwenda makaburini on Saturday, nikaenda nikashukwa vizuri, nikasema on Sunday nitakuwa church. Bwana asifiwe. Lakini kitambo hiyo Sunday ifike, yani sijui ugonjwa ilitoka wapi, nikajipata niko mgonjwa. Nilikuwa mgonjwa kukufa. Bwana asifiwe. Najua kuna watu hatakingi tuseme ushuhuda tulikuwa wagonjwa. Kama ni mgonjwa ni mgonjwa. Praise God. Kama Mungu amekuponya amekuponya. Bwana asifiwe. Nikagonjeka, yani mwenye aliniona, Mama Viki aliniona, na Mrs. Ketonga aliona, na Ketonga aliniona, na Dorcas. I was dying. Praise God. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu alinirudisha na akaniambia kuanzia siku ya leo nataka uwe ukihubiri, sitaki ukae bila kusema neno langu. Ndiposa leo hii nafasi imepatikana. Haijapatikana hivi hivi. Bwana asifiwe. Imepatikana kwa sababu niliambia bishop, you are killing me. I have something in my heart, but I'm sitting down dying. Bwana asifiwe. Wale mko hapa ukiwa na kipawa utakuwa mgonjwa na si ugonjwa. Kipawa ndio inakusumbua, lakini watu wa mwilini wataona tu unagonjeka. Na siku hiyo ilikuwa ni Saturday ndio nilikuwa seriously mgonjwa. On Monday nikiwa nimelala, Mungu akaniletea ndoto mbili hatari sana. Na tena akaniletea nikiwa nimelala niko mgonjwa sijiwezi, nilishindwa hata kukula. Nikaletewa mahubiri, nikaambiwa enda ukihubiria mapastors, enda uhubirie kanisa. Nikapewa messages. Bwana asifiwe. Na ndiposa siku ya leo nimesimama hapa. Sijasimama hapa kwa sababu ya mwanadamu. Nimesimama hapa nikuletee Yesu. Yesu ambaye anaweza akakutoa chini akakuweka juu. Praise God. Wengine hapa tuko na vipawa na kwa sababu havifanyi kazi tunafinyika, tunagonjeka, watu wanashindwa. Mbona bibi ya pastor agonjeke? Wanashangaa sana, but they don't understand. Ni kwa nini mama fulani agonjeke? Kwa sababu kipawa kimelala. Kipawa kinatakikana kifanye kazi. Mimi Mungu amenionyesha nikiombea watu wakipona, nikitoa unabii kitimia. Kwa hivyo siku ya leo huyu Mungu wangu anaenda kunena na wewe. Bwana asifiwe. Kama sikukufa hiyo siku, sioni nikikufa. Kwa sababu I was dying. Nilishindwa kukula. Niliisha nguvu, wenye waliniona nilikuwa naanguka chini. Mpaka nikaambia Mungu ombi moja. Mungu, watoto wangu, achana na wale wakubwa. Nikaambia Mungu, nimekutumikia. Itakuwaje mimi nikufe niwache Abina na Destiny wakiwa wandogo hivi wakuja wateswe? Nikamwambia Mungu, hii haiwezekani. Nikamwambia kumbuka tu jambo moja nilifanya kanisani, wema wenye niliwahi tenda, na ndiposa Mungu akaniponya. Praise God. Kwa hivyo Mungu atakuponya leo. Wewe unayedharauliwa Mungu atakuinua leo. Wewe ambao umefungiwa njia Mungu atatengeneza njia. Hatuhitaji kujipigania, kujitetea. Si wale watu wanang'ang'anianga madhabahu. Si wale watu I don't so vitu hata sisumbui. Mimi nataka Mungu anipe okay na amenipa okay.
nitasimama na nitakwambia ukweli. Unipende unichukie, mimi nitakwambia neno. Sikuja hapa kukuambia unisaidie. Nimekuja hapa kukuambia neno la Mungu. Praise God. Ukiniona hapa nimetoka mbali. Ni miaka mingi niko kanisani. I'm just seated. Nikitengenezwa nikiundwa na huyu Yesu. Ndiposa nikitokelezea nikuwe suluhisho kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo bila kupoteza muda, kuna neno Mungu alinipa na I'm going to give you. Bwana asifiwe. Tunaenda kujifundisha kuhusu the importance of a prophet in our lives. Umuhimu wa mtumishi wa Mungu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wako kanisani hapa na hata hawajui umuhimu wa mchungaji ni gani. Umekuja tu kwa sababu watu wanakuja. Utaishi kukuja kanisani kwa sababu watu wanakujanga kanisani, jameni. Bwana asifiwe. Nataka leo ufunguke. Naambia Mungu akufungue masikio ya ndani, uweze kusikia neno lake na usikie sauti yake. Na pia Mungu akupe macho ya roho. Praise God. Tunaenda kujifundisha kuhusu umuhimu wa mtumishi wa Mungu katika maisha yetu. Ninaposema nabii, kitambo waliitwa manabii. Waliitwa prophets. Kwa hivyo you are prophet ni you are pastor. Bwana asifiwe. Nabii wako ni mchungaji wako. Kwa sababu yeye ndiyo Mungu ameweka hapa. Na hata wale wengine wandogo Mungu ameweka hapa. Hawa ni wanabii wenye Mungu bado ameweka hapa. Bwana asifiwe. Na kuanzia siku ya leo ukijua umuhimu wa mchungaji, uwe mahala hapa, uwe pale nyumbani, ukijua umuhimu wa mchungaji, utaishi maisha ya shinda. Utaishi maisha ya kilio. Utaishi maisha ya mahangaiko. Utaishi maisha ni kana kwamba unajua Mungu, ni kama umjui Mungu. Utaishi maisha yanaeleweka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuende kwa kitabu ya 2 Kings. Tutasoma kitabu ya Wafalme wa Pili. 2 Kings chapter 6 verses 1. Mtasoma. Biblia inasema hivi: kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahala hapa tukaapo mbele yako ni pandogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani, twakuomba tutoe huko kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akanjibu yule nabii, sasa ndiye anajibu wale wana wa manabii. Akanjibu akawaambia, aya nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi nakusii uende pamoja na watumishi wako. Akanjibu, nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao. Nao walipofika Yordani wakakata miti. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata mboriti, chuma cha shoka kikaanguka majini, akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliasimwa kile. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamnyosha mahali. Akakata kijiti, akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akakitoa. Wacha tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu kwa nafasi umenipea. Ninakushukuru Mungu kwa kunitunukia neema kusimama mbele ya kanisa lako takatifu. Baba Mungu, wewe ni Mungu ambaye sio mwanadamu.
Wewe ni Mungu unayejua mioyo. Wewe ni Mungu unayengawanya hata nafsi za watu. Mungu wangu na Baba yangu, mchana wa leo, ombi langu ni kwamba Bwana wa majeshi, Mungu ishie milele, ninapoenda kunena na wana katika nyumba hii, Baba, ninaomba Roho wako Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu, Roho wako Mtakatifu ambaye ni mshauri wetu, akapata kunena pamoja na sisi. Baba, ninaomba nikapungue katika haya madhabahu. Baba Mungu, ninaomba ukaongezeke katika ndani yangu. Baba, ninaomba nikanene mapenzi yako Jehova. Ninaomba nikanene marakita rakuya. Baba, ukatsuke na kuyakata masikariba. Mungu wa mbinguni, mchana wa leo kupatikane mtu ambaye maisha yake yatabadilika. Tumechoka kuja na kutoka jinsi tulivyokuja. Tumechoka, tumekata tamaa, tumekata matumaini Jehova. Baba, ninaomba nitumike kama chombo. Ni kwa maana mimi ni chombo mikononi mwako. Mimi ni chombo Jehova Mungu. Nitumie ni kwa ajili ya huyu mama Jehova. Nitumie ni kwa ajili ya mzee. Nitumie ni kwa ajili ya kijana Bwana. Nitumie kwa ajili ya watumishi wako Mungu. Nikayanene mapenzi yako, nikayanene mausia yako. Baba, neno lako linasema hatutaishi kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Baba, ninaomba hii siku ya leo, ninaomba utatu wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, neno lako linasema popote ulienda ulitenda mema. Tenda mema katika kanisa hili. Tenda mema katika madhabahu haya. Ponya mtu siku ya leo. Okoa mtu siku ya leo. Komboa mtu siku ya leo. Ponya roho za watu Bwana. Mimina nguvu zako Rabi. Shukaraka talabos. Asante Bwana Yesu. Baba, ni asante. Ni kwa kuwa umesikia na umetenda. Na ni kwa Yesu Kristo naomba na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka ujue umuhimu ya nabii kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Tumali tumesoma tunaona kulikuwa na nabii na wana wa manabii. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii bishop ndio nabii na nyinyi hapa ndio wana wa manabii. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi ndio Mungu ameleta kwa hii kanisa ili mkaeze kusimama na kanisa. Bwana asifiwe. Ni kwa nini wewe unjiulizi mbona usiende kwa makanisa? Makanisa siko all over, lakini wewe uyaenda pale. Uko tu hapa. Bwana asifiwe. Kila Sunday unajipata hapa. Na kuna kitu nataka nikuambie. Kama upendi mchungaji wako kuanzia siku ya leo, ambia Mungu akusaidie kumpenda. Ni kwa sababu hata ukikaa chini yake na umupendi, hakuna kitu utapokea. Bwana asifiwe. Hakuna vile unaweza ukakaa na mtu na unampiga vita na ungoje kupokea kitu kwake. You will never get. Bwana asifiwe. Praise God. Hawa wana wa manabii walikuwa wameona huyo mtu wa Mungu ni mtu ambaye anasaidia maisha yao. Unaposoma Biblia vizuri, kulikuwako na Musa. Na Musa alikuwa amewekwa na Mungu katika madhabahu ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Praise God. Mungu hakuweka kila mtu kwa madhabahu kwa sababu ya wana wa Israeli. Alimchagua Musa. Na wewe uliye katika nyumba hii mahali popote ulipo, huyo mchungaji ambaye Mungu ameweka katika madhabahu, inafaa ukapate kumupenda na kumuheshimu na kumtumikia. Bwana asifiwe. Ndiposa mwangaza ipatikane kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Hawa wana wa manabii, ukiwa chini ya mtu, ukiwa katika nyumba hii, unajua mahitaji ya nyumba hii ni gani. Bwana asifiwe. Ama hatutaki kujua na tunakuja kanisani? Praise God. Kuna mtu hataki kujua, bora amekuja kanisa. Mpendwa, kutoka leo, toka kwa hii
kasumba ya kukuja kanisa, kuwa mshirika kamili. Kuwa mtu ambaye unapenda Mungu. Ukimpenda Mungu utamtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Mimi huwa sinjibuni, mimi nasema napenda Mungu. Kwa sababu na mimi nimeona uzuri wa Mungu. Ukimpenda utakula matunda ya wokovu. Bwana asifiwe. Hatukuokoka tu tuokoke bure. Mungu alituokoa na sababu na makusudi. Alikuokoa wewe na kusudi, ili atakapokuweka chini ya mchungaji usimame na kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Hawa wana wa manabii wakaona mahali wanakaa ni mahali pandogo. Ni kama vile nashukuru Mungu saa hii wasee wameona hatuna kiwanja ya kanisa, na ni kweli hatuna. Na juzi Mungu akanionyesha nimeombea mtu ameleta 2 acres ya shamba. Na itakuja kutimia, I'm telling you. Bwana asifiwe. Sasa hilo wazo ni la kiungu, hata ni thibitisho. The more tutaendelea kusimama, the more Mungu ataprovide. Bwana asifiwe. Si hawa wana wa manabii walipoona mahali wanakaa ni pandogo, wakaambiana hapa mahali ni pandogo, tunatakana tupanuke. Unajua mapenzi ya Mungu ni kanisa kupanuka. Kanisa kukwama kuna sababu inasababisha. Kanisa aliwezi likakwama bure, kuna sababu. Bwana asifiwe. Ni aidha washirika hamtaki kusimama kwa nafasi, aidha mchungaji ni mjanja, aidha washirika wenyewe wako na mambo yao. Kanisa haiwezi ikakwama. Kanisa iliye na Mungu wa kweli inatakikana imultiply. Bwana asifiwe. Si alisema let us go and multiply. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiona tumegwama hivi, huenda kuna mahali au ya chesa party yako vizuri. Bwana asifiwe. Wale wana wa manabii wakaambiana mahali hapa ni pandogo. Walikuwa na maono. Kanisani tukiwa hatuna watu wana maono tutaumia. Bwana asifiwe. Pastor ataumia, washirika wachanga wataumia. Praise God. Inatakana tukue na vision. Kama hiyo vision sasa ya kununua kiwanja, mimi naonanga iko. Mimi sitishikingi na kitu. Bwana asifiwe. Hata hapa najuanga tutakaa tu. Hata kama tutakuwa na kiwanja mahali hapa pako tu. Bwana asifiwe. Nakwambia tu kama nabii, I'm telling you. Bwana asifiwe. Lakini vizuri tukue na kwetu. Bwana asifiwe. Mahali hatukuji kupigiwa makelele. Kuna mahali mama alikuwa nimekomboa, mahali mama anakuja kila siku kunisumbua. Na hata si mwenye shamba. Kila siku anakujanga. Siku hiyo nilikuwa na ndeka kiwa kandogo. Msitupe pampasi kwa choo. Na nile show tu ya shimo. Si yatupa tu kwa hii ya flash. Praise God. Ni choo tu ya shimo na itumiki hata. Anakuambia usitupe huko, sijui anataka utupe wapi. Ni kwa sababu ni kwake. Hiyo ndio madharau tunaonyeshwa na watu. Lakini hata kama utaonyeshwa madharau, siku moja Mungu atakukumbuka. Haijalishi watakukenjeli namna gani. Mimi nilijuanga sio material ya kuishi kwa watu. Mimi nilijua I have a future, a bright future. Na hakuna mtu anaweza akaisuia. Bwana asifiwe. Hata wewe you have a bright future. Usikubali kuvunjwa moyo na mtu yeyote. Mtumikie Mungu na utumikie madhabahu ya Mungu. Praise God. Wana manabii walikuwa na maono, wakasema naona tunatakana tuongezeke. Wacha twende tukatafute miti tujenge. Walikuwa nafinyika. Leo mimi nashindwa. Kanisani watu wamerelax. Siyakuja kupigia mapasta kampeni, lakini ni kitu niliambiwa na Mungu nikuambie. Bwana asifiwe. Leo hii uko kwako from Monday to Saturday. Unakula nyama. Mungu kuna wale amebariki wanakula nyama, samaki, kuku. Hawajui shinda ni nini. Praise God. Lakini wako na mchungaji hata hawajui kama anakulanga, anakunywa. Ako tu alafu unakuja Sunday unataka akuhubirie ubarikiwe. Mpendwa, mimi nakwambia usindanganywe. Msikuwe mnandanganywa, mimi nawaambia. Uwezi ukabarikiwa. Na kama utabarikiwa, niliambia watu, njoo Mungu ni wa huruma. Atakuwa tu anakupea chakula, atakupea nguo, atakupea kidogo school fees. Bwana asifiwe. Lakini ukijua siri ya kumtumikia Mungu vizuri,
Mimi unaweza shangaa na bishop, kuna mtu anaweza shangaa hata hii washirika sana ndio watoto wangu usoma shule nzuri ya pesa na wamesoma. Kwa sababu mimi namtumikia Mungu. Hata wewe ukiwa hapa usipotoa mwingine nje yako anatoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi nataka wewe ujue umuhimu wa kutumika ndiposa wewe ubarikiwe, sio watu wa nje wabarikiwe. Bwana asifiwe. Wewe uliye kwa madhabahu kama hii watu wanakuja. Kuna mwenye amenishuhudia njushi amenunua mashamba 2 na si wa hii kanisa. Na akaniambia bwanake ameamuka, siku hiyo ndio niligonjeka. Akamwambia hii shamba yangu, hizi shamba sitaombewa na Bishop Kangwana na bibi yake. Na si mshirika ya hapa. Naye anakujanga anasupport bishop. Anakuja kanisani anatoa sadaka. Mpendwa, utakaa kwa hii kanisa mpaka siku gani? Wewe unataka kuishi maisha ya hivyo na Mungu amekupangia mambo mazuri. Mungu wetu si mdhalimu. Mungu hakupanga tuishi maisha ya kunyanyasika. Mungu anatakana tuishi maisha yaliyo na uhai. Maisha ambao wewe mwenyewe unasikia kufurahia. Praise God. Lakini utafurahia Monday to Saturday hakuna wewe hapa. Alafu ukikuja kanisani Sunday sadaka yenye unatoa hapa ni shilingi 50. 50 bob. Na umekula the whole week, umekula maybe hata 5,000. Bwana asifiwe. Mimi nataka niwahubirie mbadilike tubarikiwe. Bwana asifiwe. Mimi nimebarikiwa hata kama hujaona sijaleta purando nitaileta tu. Siku ikifika itakuja tu. Bwana asifiwe. Imagine hata kuwa na uzima ni baraka. Nani aliwandanganya mpaka ukuwe na vitu kubwa ndio umebarikiwa? Hivi tu hivi nilikuwa kukufa Mungu akaniweka tena. Hiyo ni kitu namshukuru. Hata wewe unafaa umshukuru jinsi ulivyo. Au yagonjeka usikie vile watu wanagonjeka. Ile uchungu watu wanapitia. Praise God. Monday to Saturday hakuna wewe kanisani. Alafu Sunday sadaka ni ya 50. Mwenye amenjaribu hapa sana sijui wanatoa 200 ama. Alafu tunataka madhabahu ikuwe moto. Nani alikuambia madhabahu yenye ina sadaka inakuwa moto? Bwana asifiwe. Ni wangapi wanaamini madhabahu yenye ina sadaka inakuwa moto? Itakuwa moto wapendwa. Alafu tukiona saa wengine ni moto tunaimba wimbo yao. Unajua kuna watu wamengaramika kwa hizo madhabahu ndiposa sikuwe moto. Alafu ukiona wenyewe pastor fulani ni fire. Pastor fulani ni fire, kwa nini usitake wako hakuwe fire? Bwana asifiwe. Letanga pesa mzuri kwa madhabahu. Mimi naongeanga juu napenda kutoa. Bwana asifiwe. Mimi wanga nimejipanga na hakuna siku nitakosa hiyo pesa. Niliambia Mungu nikija first service nitatoa pesa. Nikikuja second service kuna pesa fulani nitatoa. Kitu ikiitishwa kanisani nitatoa. Na hakuna siku nimewahi kosa. Wewe unakosa kwa sababu au hujajipanga. Wewe tu unataka kula vitu mzuri na uangalie Mungu wako. Bwana asifiwe. Mimi ukuja lunch hour hapa nimepewa pesa, niko na pesa. Bishop ananipeanga pesa. Mimi hakuna siku nimekuja niko hata na 100 na 200. Kuna sadaka natoa Tuesday, kuna Wednesday ile nitatoa ya Wednesday. Kuna ya Thursday, ya lunch hour na ya prayers nitatoa. Hata kama si mingi natoa. Nikaamua hizi pesa zangu siwezi kwenda kuketi kwa kioski pale. Hata niko na sosi chips. Na kanisani nimekuja tu hapa kucheza. Unajua watu ni mchezo mko nayo. Kwani utakula chips mpaka siku gani? Bwana asifiwe. Utaishi kukula chips mpendwa. Praise God. Jipangeni wapendwa ndiposa kanisa ikuwe moto. Hii kanisa wakati mlisikianga ilikuwa na sifa. Hii kanisa ilikuwa na watu wanatoa pesa. Pesa, they gave their money. Bwana asifiwe. Na walipokuwa wanatoa wakufuata inafanya nini? Najua kuna watu watatoa pesa nataka kujua inafanya nini. Kuanzia siku ya leo waachana na huyo shetani yako ndani yako. Praise God. Awatoke kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nani alikuambia ukitolea Mungu naendanga kumuuliza simeenda sikafanya kazi gani? Na hiyo ndio inapoteza watu. Bwana asifiwe. Mbona mimi sisemingi bishop ni bwanangu, kwa nini nitoe sadaka? Mimi sitolei bishop, mimi natolea Mungu. Praise God. Na ndiposa unaona mambo mazuri kwa maisha yangu.
Inakuaje mimi na bishop tunasonga wasirika wasongi? Bwana asifiwe. Sikuonyesha kuko na shinda mahali. Bwana asifiwe. Hii wiki si kila mtu amekula hata saindi ya 1000 2000. Na leo Sunday umekuja na 50 utolee Mungu. 50 bob. Siku hizi naona mlitoka kwa 20 bob. Wapendwa tuokoke. Bwana asifiwe. Unapokuja kumdhiaki Mungu hapa si kudhiaki pastor. Au ya kuja kumdhiaki pastor hapa. When you are mocking pastor, you are mocking God. Kwa sababu mchungaji ako hapa kwa niaba ya Mungu. Unajua kuna siku nyingine niliona watu wanasumbua na pia bishop wewe tutoke huku. Kwani huku ndio tulikuja tukuishia hapa. Tuende miji mikubwa. Lakini sasa bishop naye si wale wa pastor wakora. Ana ile unjanja ile tukienda tauni kubwa tutawaambia hivi. Na tena akakutana na mtu mbaya sana. Mimi uongo ndio sitaki. Kukuona mandamu hapa na nguo mzuri nikwambie the Lord is saying. Hiyo mimi sitafanya. I'm a prophetess. Bwana asifiwe. Yale nimeona kwa hizi unduma ni mengi sana. Kwa sababu nimeona mama huyu ni smart. Nimechunguza vizuri, nimejua ni police woman. Anakaa vizuri na sasa nakuja. I can see, I can prophesy now. Bwana asifiwe. Hawa ya kuja kuprofesai sababu ya Mungu kwa sababu ya tumbo zao. Wavae nguo nzuri, waeke nywele nzuri, waeke makucha, waeke viatu mzuri. Na wakae vizuri na huku wanakundanganya, wanakuibia pesa. Bwana asifiwe. Na huku wewe umewacha pasta yako wako na njaa hapa. Ukindanganywa enda toa 10k kwa banki kwa sababu prophet ameona. Mbio 10k imekuja. Alafu unabaki baadaye unasema bishop alileta wanyang'anyi hapa. Wacha unyang'anywe. Kwa sababu hauna macho ya roho. You don't have discerning spirit. Ya kundisani wakati mtu anakusoma psychologically hivi. Anasoma psycholojia yako hivi. Anajua huyu ndatoa 20k. Bwana asifiwe. Wapendwa nataka tutoke hapo. Hapo ndio nataka hii kanisa itoke. Mchezo ya watoto vya koko tutoke huko. Tukomae. Tukue wa Kristo wako na ushuhuda. Unaona pastor anahangaika sio kwenda kuweka kikao na kucheka. Unaona vile kanateseka. Na kuambia mko mnaharibu maisha yenu. Ni afadhali hata amungeokoka mkuye kanisani. Bwana asifiwe. Mungu akiwa mbinguni anashangaa. Na mimi si niliweka huyu pastor chini yao wamwangalie. Si hata Paulo anasema tunapandia watu vya kiroho na wao watupandie vya kimwili. Mimi ninapokuhubiria uguswe, Mungu ameruhusu unibariki. Na si ukuja kunibariki na sadaka ya kuondoa kipawa yangu. God forbid. Unajua kuna watu wamebarikiwa vipawa vikaenda. Kuna watu wameitwa wakule chakula kipawa kikaondoka. Kuna watu wamepewa manguo kipawa kikaenda. Sasa ni lazima tukomae wapendwa. Ni lazima tutoke kuwa wa Kristo watoto. Hata pastor mgeni akija hapa unaruka ujui hata ametoka wapi. Bwana asifiwe. Unakimbia kutoa 10,000 na hapa utoingi 10,000 ni shilingi 50. Bwana asifiwe. Alafu unakaanga ukisema kuna pastor ameinuliwa na Mungu. Pastor ni moto. Pastor ni moto. Washirika walisikia neno wakasimama na pastor. Kama mnataka tukue moto msimame na kasi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kanisani hatukuja michezo. Kanisani tumekuja kubadilishwa. Na kitu itatubadilisha ni neno la Mwenyezi Mungu. Hata nikija hapa na maneno 100 haiwezi kukubadilisha. But the word of God with the power, it can change your life. Bwana asifiwe. Tunatakana kuona miujiza iliyofanyika hapa ikifanyika. Sio ikikufa na huku mnasema Yesu ni Bwana na hakuna mtu anauliza swali. Bwana asifiwe. Utamfungia Mungu mpaka siku gani? Mungu aliniambia niwaonye sana. Waacheni mchezo. Bwana asifiwe. Waacheni kazi ya Mungu ifanyike. Praise God. Kama hutaki kusimama na kazi ya Mungu, usisuie wengine kusimama. Bwana asifiwe. Unajua kuna mtu anauliza mwingine na wewe huo unapenda kutoa sana. Na watu ni wanjanja sana, wanaendanga kando huko kuona mchungaji. Wao ndio wanatoa. Wanaendelea kufanikiwa, unaendelea kuwa maskini. Wakikula kuku kwao unaendelea kukula sukuma. Mpendwa funguka hapa. Bwana asifiwe.
Mungu tu awafungue macho ya ndani. Hiyo tu ndio naomba. Bwana asifiwe. Mimi tulitumikia mtumishi wa Mungu na kweli tulibarikiwa. Hatukuona kwa anatunyanyasa. Hata ukitoa hata 200 ni kunyanyasa. 200 shillings. Watoto wa Mungu andakana wakue na pesa. Bwana asifiwe. Mpaka unakuta wapasta wameinamia washirika. Haki ya Mungu. Mungu aniinue. Mungu aniinue niondoe shetani hii, ondoke kabisa. Bwana asifiwe. Usipoinamia mshirika hawezi akasimama na wewe. Bwana asifiwe. Mimi sitainamia mtu na naambia watu never in my life. Never. Hakuna mtu amenisaidia kufika nimefika. Mungu peke yake, msaada wa Mungu peke yake. Ukiona ukifanya kitu kwa maisha ya bishop, mimi ni muombezi. Umefanya kwa sababu nimeomba na Mungu amefanya. Hukufanya kwa sababu unapenda, si uko na watu wenu wenye ungepea hizo maelfu. Praise God. Naomba kenye nataka naomba Mungu. Niliambia wengine hapa Lanjawa ni gari siyataka. Siyasikia ikikuja, siku ile itakuja utaona imesimama hapa. Bwana asifiwe. Mimi situmiki Mungu wa mbali mwenye asiki wala aoni wala na kitu cha kunipea. Mimi namtumikia mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Praise God. Na hapa kanisani nataka nikuonye. Wewe ambao unataka kumtumikia Mungu, mtu mwingine anakuzuia. Kuanzia siku ya leo kata hiyo kamba. Bwana asifiwe. Ukisikia kununulia mchungaji kiatu, ita yeye nunulia kiatu. Ukisikia kumnunulia shati, mnunulie. Sisi chakula si shindani mingi. Bwana asifiwe. Si njibuni, mimi nakwambia ukweli. Bwana asifiwe. Waamna wa manabii kwa sababu walikuwa na Mungu. They have that compassion ya kumtumikia Mungu. Na wanapenda mtumishi wao wa Mungu. Hawataki apate shinda. Na walijua Israeli siku za kitambo, nabii alikuwa ndio suluhisho ya watu. Bwana asifiwe. Na unaona ni kamoja kalikuwa na ufunuo. Kanisani kuna watu wako na ufunuo. Na wewe uko na ufunuo, usikubali ufunuo ikufe. Ukipata ufunuo enda straight kwa bishop, mwambie Mungu amesema MBCD. Hata mchungaji anatakana akuestioniwe. Jana wachungaji wa kunyanyasa wasirika na kuwafinyilia. Hata mimi ndio kusema no. Kuna mahali akienda vibaya unamwambia unaenda mnaonana. Na baba hapa hii kukua mzuri. Hiyo ndio kanisa mzuri na hiyo ndio wokovu. Bwana asifiwe. Mimi nitakapoendelea kuwahubiria hivi. Ukiona kuna kitu kwenda vizuri kuja niulize. Bwana asifiwe. Mchungaji ni mtu anatakana ajali kondoo zenye anachunga. Si nikupenda kwa sababu saa ile wewe unanipea pesa ndio wakati nakupenda. Alafu ukipatwa na shida mimi sitaki kuhusika. Hiyo sio kanisa ya kweli. Kanisa ya kweli ni kupendana na kubebeana misigo. Sasa hawa waliona hapa ni pandogo wakasema tukatafute miti. Leo hii ni wangapi kwa hii kanisa wanaona wengine wako na shinda wakasaidia. Hiyo kitu simepotea kanisani. Na tunatakana tubarikiwe. Tutabarikiwa namna gani sasa? Ama tutaimbanga pastor wa TV ako powerful? Mimi nawapenda njunu, mimi natoanga pia natoa kwao. Na wako powerful kwa sababu kuna watu wanatoa. Bwana asifiwe. Pastor alipata ufunuo, akaambianga watu toa pesa fulani. Sasa wewe utasikianga akiendelea kwa sababu ako na ufunuo alipata. Ni ufunuo tu wako nayo. Mtu akikwambia toa pesa fulani ni ufunuo. Si umefuata? Na kwa nini usifuate ufunuo ya Mungu toa kwa kanisa yako? Mungu ametuambia tulete sadaka hapa. Mungu ametuambia tulete tithe. Fungu la 10. Sacrifice inatolewa in a specific manner. Sacrifice si vitu ya kukimbianga kutoa kila wakati. Bwana asifiwe. Unaona hii kitu inaitwa sacrifice, itolewi kila wakati. Sacrifice sisi kuna kitu unataka special thing. Hiyo ndio wakati unatoa sacrifice. But in the house of God kuna sadaka nyingi sana. Na sadaka yenye itafanya ufanikiwe mpendwa ni fungu la 10. Toeni fungu la 10 kwa hii madhabahu. Toeni sadaka zenu hapa. Ukitendewa jambo toa sadaka ya kushukuru. Usingoje nikuja nikuambie Mungu ameniambia toa 10,000. Nitakuwa nakundanganya sababu nataka pesa. Watu wengi hata ukiwafuata kwa hii makanisa zinaitisha watu pesa. Wengine hata hakuna kitu wanapata.
At the end of the day wanalia. Wanaenda wakisema pastor ni mbaya. Pastor ni mbaya, ulienda kupanda kwake ukaacha pastor yako akilia. Bwana asifiwe. Kuanzia siku ya leo tutoe fungu la 10 kanisani. Kwa hii kanisa kwanza watu wapendi kutoa fungu la 10. Sitaki kuuliza ni wangapi wanatoa njoo na wajua. Mutaki kutoa fungu la 10 na mnafanyanga kazi. From Monday to Saturday muko kwa biashara. Hata kama ni biashara kidogo, biashara hiyo kwani ipati faida. Wewe ukuli ya ukunyu. Bwana asifiwe. Leo lazima tukue laini. Bwana asifiwe. Tutoe sadaka na tutoe fungu la 10 na hizo sadaka zingine. Ili kanisa likuwe moto. Kiwete akija hapa hakuna shida ya bishop kungangana. Nikwambia Kiwete tu simama tembea. Praise God. Mama akija hapa ana mtoto ni kumwambia mama enda pata mtoto. Praise God. Kwa sababu the altar is fire. Madhabahu ni moto na ni moto kwa sababu ya sacrifices. Bwana asifiwe. Usikuje kutundanganya hapa unapenda Mungu na uwezi toa fungu la 10. Hiyo ni sign ya kuonyesha bado wewe ni Mkristo mtoto. Unatakikana upewe masiwa mpaka ukomae. Mpaka sasa sisi hatuna ile neema ya kufuata washirika kwa makazi zao. Kwanza mimi kama kuna kitu niliambia Mungu na Mungu akanisikia. Niliambia Mungu kwa sababu tumeanza kukutumikia ate nifuatenge watu. Leo niko kwa biashara ya huyu. Ate kesho niko kwa biashara ya huyu ndiye anipe anihurumie. Unihurumie kama nani? Kama Mungu hawezi kunihurumia au utanihurumia unipe nini? Bwana asifiwe. Wewe ambao unapenda kuhurumiwa kutoka leo, toka kwa hiyo class. Bwana asifiwe. Atawacha nitembee kwa mwenzangu uenda akanipea sukari. Si umwambie Mungu akupee sukari, akupee kilo 10 badala ya kilo 1. Praise Jesus. Nani alikwambia waliobarikiwa kanisani ni tofauti na wewe? Kwa sababu kuna siri wanajua. Bwana asifiwe. Hata kwa hii kanisa wale watu wanasonga sana, wanapenda kutoa tithe. Praise God. Na wao wayapata nafasi wakuja wakwambia hapa kama mimi. Fungu la 10 inafanya wafanikiwe. Bwana asifiwe. Wana wa manabii wakasema, ai, hatutaki kupea mchungaji kazi ngumu. Tunaona tunafinyika. Sio na mchungaji nataka kuja kwa hii kanisa kuambia watu. Usikue wewe ndio una control pastor. Pastor aliwekwa control wa shirika, si kukontroliwa na mshirika. Na kama unafanyanga hiyo kazi, toka kwa hiyo klasi siku ya leo. Mahali popote huko kama una control pastor, waachana na huyo shetani. Bwana asifiwe. Pastor anastahili alete mawazo kwa watu. Watu washike yale mawazo. Watu wafanye yale mawazo, watu wafanikiwe. Lakini kama nyinyi ndio mtaambia pastor fanya, na kwa sababu pastor anaogopa muondoke kanisa akae njaa. Nani alikuambia ukiwa pastor wa Mungu utakaa njaa? Hata unless wewe ni pastor mbonoko wa kucheza huku nje. Bwana asifiwe. Uinamiange watu na badala kuinamia Mungu. God forbid. Bwana asifiwe. Hata nikuja kwako ndio unipenda uninunulie nguo, usininunulie. Bwana asifiwe. Kama Mungu hawezi kunipa nguo utanipea ngapi? Bwana asifiwe. Tusimame kwa nafasi zetu kama watoto wazuri. Bwana asifiwe. Mchungaji alete mawazo, akileta mkiona si mazuri, pia mnaweza mwambia hii si mzuri. Lakini sio wewe unaanza kuambia pastor afanye. Wewe ukupewa uongoze watu. Bwana asifiwe. Hata mimi ni bibi ya bishop lakini siwezi kaanga nikimwambia wewe fanya hivi. Mimi namwambia ile Mungu ananiambia ni mbaya, wacha. Bwana asifiwe. Tutakosa mwelekeo kwa sababu hatujui neno la Mungu. Wewe unaona kwanza washirika kazi yao kubwa ni kuona kile kitu hakuna. Si hawa ndio waliona, sio nabii aliwaambia. Wao ndio waliona ni pandogo na wakamwambia, ukiona kitu yenye itasaidia kanisa, kwenda kwa pastor wako mwambie, mimi mchungaji naona tukienda hivi na hivi itakuwa vizuri. Na kweli na yeye akiona ni vizuri, akishika na mnakuta kanisa inasonga mbele. Bwana asifiwe. Kanisa ya Mungu iwezi kuguama. Hata naomba Mungu hii kanisa ipanuke kabisa. Praise God. Wewe uliyebaki hapa watu wakaenda, Mungu ako na sababu na wewe. Mbona wengine wamekimbia wewe hujakimbia? Unataka kuniambia Mungu ni mchinga? Si watu wameenda.
Na watu nao wakusunguka sunguka. Mimi huwa naambia bishop mimi ni nabii. Ningewaambia tu waende kabisa. Badala ya kusungukanga tu kama shetani uko hapa hatujui uko wapi. Alafu mnaenda kutuletea mashetani ya huko. Bwana asifiwe. Kwenda kusikia neno si mbaya, lakini usikuwe uko huku ujulikani wewe ni wa wapi. Hata mtoto anajua kwao. Bwana asifiwe. Kama mchungaji ni powerful, enda utapu na urudi kwenu. Hapana kukua mjinga kila siku. Wewe si mtoto wa huko alafu unaenda ni wangapi hapa kwao hakuna nyumba nzuri alafu waendeke kutengeneza ya jirani. Wewe akili si mbaya. Bwana asifiwe. Utawachako mamako ana nguo unaenda kuvalisha mama wengine nguo. Praise Jesus. Si kwanza mtu anatengeneza mama yake. Bwana asifiwe. Utakuwa mjinga haya kukimbilia sawa wenyewe nje zimetengenezwa. Ate sasa hako kako kandogo ndio unaenda kuweka hapo. Bwana asifiwe. Tutengeneze kanisa letu. Mahali popote mko tengenezeni pastor wenu. Hapana kusemanga pastor wenyewe ni moto na wako anasima, na unatafuta nini kwa mwenye amesima? Utapata nini sasa kwa mwenye ana moto? Bwana asifiwe. Tunataka watu kama wana wa manabii. Wana wa manabii hawakuji kanisani kunyanyasa watu. Wamekuja kanisani kusimama na wengine. Praise God. Mimi napenda kusaidia watu and I have that heart. Naambia Mungu kabla sijakufa nataka nikuwe na foundation yangu ya kusaidia wajane, mayatima na watu wasiojiweza. Unajua Mungu anajua kwa nini hakutupea sisi wote. Si kila mtu atapewa kila kitu. Bwana asifiwe. Na ukiona Mungu ameleta hawa kanisani, ameleta tusimame na hawa. Hakuwaleta tukue tunawakenjeli. Kila mtu ni muhimu machoni pa Mungu. Bwana asifiwe. Wana wa manabii wamejua siri. Wakajua tukienda peke yetu kuna hatari. Bwana asifiwe. Na hii ndio unaonanga kuna mchungaji anaambia washirika wake, isipokuwa ukiishi kanisani usifungwe na mtu. Usikubali kufungwa. Hata kama ni mimi nisikufunge. Bwana asifiwe. You have your rights. Praise God. Lakini sio right ya kufanya dhambi. Atasema walisema you have your right. Sasa wacha niende nifanye dhambi. Hapana. Ni right yako ile unajua hii mbele za Mungu ni sawa. Bwana asifiwe. Kutoka leo muonenge shinda kwa kanisa, si kukaa na kusema. Bwana asifiwe. Sasa hata ukisema na usaidii mtu inakusaidia Mungu. Na mutoke kwa kutolea Mungu shilingi 50 wiki mzima hamko kanisa. Bwana asifiwe. Mimi napenda kutolea Mungu ndio sababu nakwambia ili utoke hapo chini penye huko hapo. Hapa penye huko unalia shinda ya chakula tu. Tolea Mungu, Mungu atakupea chakula. Kwako kutaya chakula mpaka watu wakikuja wanasema, nini iko hapa? Hapa iko Mungu. Unawezaje kuwa na Mungu na wewe mwenyewe hata hakuna kitu ya Mungu inaonekana kwako? Apostle watu wanasemanga mwaka ingine na ingine na ingine na ingine. Nothing. How? Na tunatumikia Mungu. Bwana asifiwe. Tukue wana wa manabii wazuri. Washirika wazuri, sio washirika wakuja kuchekelea wengine. Hata sababu mko na vitu sasa hapa ni kuchekelea watu. Hata aliyekupea anaweza kuchukua akapea mwingine. Bwana asifiwe. Praise God. Wakaenda kukata miti. Mmoja akasema hatuwezi kuacha nabii wetu. Bwana asifiwe. Unajua nabii anatakana ashirikishwe sana kwa mambo yetu ili unaona hata hizi makanisa zimeendelea. Hao watu wanasimama na pastor. Wanasimamanga na mchungaji full. Bwana asifiwe. Wapendwa, tumebarikiwa. Kama Mungu anaweza kukupea chakula from Monday to Saturday to Sunday, si umebarikiwa? Alafu ukikuja hapa si nitakana utoe kitu mzuri. Mimi leo nakwambia ukweli, ni kampeni napigia Yesu. Sipigi ndio munipea nikule kanisa iendelee vizuri. Si hata tukiwa na issues kidogo mnakaa kusumbuana hapa. Hapa sisi zote tukiinuka, yule wa chini kabisa aseme Sunday nitakuwa napeleka 100. Yule naye Mungu amebariki aseme kuanzia sasa mahubiri amenibadilisha ndatoanga 200 njuzi ya kuwa kanisa. Yule amebarikiwa kabisa atoe 500 1000, kanisa limesonga. Mzee Burundi hatutakaa kuitisha tu shilingi hapa.
Bwana asifiwe. Kitu ikihitajika kikapu imejaa. Hakuna kusumbua wase kuja hapa 200. Vitu gani hizo? Bwana asifiwe. Unajua wapendwa, mimi naonanga hata ni kama ni kutukana Mungu. Shilingi 200. 200 shillings. Hata ndio tuko tunachanga. Hai. Halafu tunasema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana wa nani? Praise God. Tuamuke wapendwa, tuamuke, tutoke chini. Hakuna atakayekuhurumia nikibarikiwa ni mimi nimebarikiwa. Nikiwa na gari uenda nitakubeba tukienda crusade mama. Lakini hizo siku zingine ni mimi niko kwa steering. Bwana asifiwe. Amuka wewe uliyelala, nataka uamuke siku ya leo. Usikuje kulala kanisani, amuka. Praise God. Kuwa na maono, wacha kusumbuliwa na watu. Ukisikia kufanyia wakina Pastor Mbarasa kitu fanya. Na ukifanya usienda ukisema ninunulia Pastor Mbarasa viatu. Hapana. Wewe muone kando, nunulia neni huko vikwisha, Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Praise God. Na tutamuona Mungu kwa hii kanisa ate nashangaa ni Mungu anipe, nataka anipe. Ate watu wanachanga vitu kama 5,000. 5,000. Na kanisa liko na watu mmebarikiwa. Mnataka kupeleka wapi pesa? Niliuliza njusi ningekufa. Si ningeenda tu. Hata singeenjoy ile gari ya bishop tena. Bwana asifiwe. Praise God. Hizi vitu ni za hapa. Zinaisha hapa. Tutumikiani kanisani. Mbinguni tukienda taji na metameta hivi. Hata kale kanyumba tutaingizwa, unakaa pale vizuri. Lakini huko si watu, ni spirits. Praise God. Wapendwa, usindanganyike. Mrs. Burundi, ukisikia kufanya kitu fanya. Si mpaka mngojenge bishop awaambie. Hata musomewe sijui Malakai, sijui gani Ezekiel, ndio mulete chakula kanisani na mjue inatakana ikue. Bwana asifiwe. Ukiona pastor amejenga kanisa ya ngorofa, si ni pesa ya washirika alijenga nayo. Kama hao washirika wangetoa pesa angejenga na matawi. Praise God. Alafu wewe na unandanganyika na wapasta wa TV ni wazuri. Lakini sasa wewe si mshirika yao. Bwana asifiwe. Ndio ni mzuri utawawachi, lakini uyaenda huko. Praise God. Na unasikia kuna saa nyingine mchungaji aseme hata kanisa hasina moto. Hapo kitambo yake ilikuwa na moto, kama hakupata washirika wa kutoa ingekuwa na moto. Wapendwa, Mungu afungue macho ya ndani. Hata mtu akihubiri ujue anahubiri vitu gani. Bwana asifiwe. Ukitoa 100,000 hapa ukuta tumeongeza kwa kiwanja, imeenda hasara. Ili mubarikiwe, msitake kuishi hiyo maisha mnaishi. Mnataka tu kuishi maisha ya chakula tu peke yake, chakula tu. Hata utaki ukue na kashamba. Utaki ukue na kanyumba yako na kagari kako, na wewe ni mtoto wa mfalme. Unajua kuna mtu anashangaa, kitambo nilikuwako sina chochote. Nilivaa viatu zimekatika, lakini leo hii mimi ndio huyu. Nilivaa kiatu Kitale kunapenda mvua, naenda matope zinaingia. Mama Viki ni mshuhuda pale. Leo hii Mungu haya kosa kunipea. Hata kama kwa Mungu vitu si rahisi vile unafikiria. Vitu za Mungu zinataka watu watakatifu na watu wanashika maagizo ya Mungu. Uwezi kuja hapa wewe ni msharati alafu unataka pia Mungu akupe pesa. Hakuna Mungu mwenye atakupea pesa. Uwezi kuja hapa maybe wewe ni mzee umeshika bibi za wenyewe huko. Unalisha watoto wa wenyewe mikate. Na mtoto yako hapa anakula ugali na chai asubuhi. Na kuambia uko kwa shinda. Mbaraka nilikwambia utapewa tu ya chakula ya nguo na school fees kidogo. Hiyo ingine unatabiri yangu ya uongo utapata. At unless you change your ways. Amend your ways. Bwana asifiwe. Tutengeneze njia zetu tubarikiwe. Wewe upendi kutoa fungu la 10 utoe uone na kuhakikishia na kupea hii mwaka. Anza kutoa tithe, utakuja kunishuhudia. Utaniambia mama bishop ulihubiri ukweli. Nilipoanza kutoa nimeona Mungu amepanua nduka yangu ilikuwa moja zimekuwa 2. Nimeona kabiashara yangu kanyanya kamekuwa kakubwa kwa sababu nilianza kutoa. Lakini wapendwa, hatuwezi kuja hapa tumeng'ara huku tunadanganya Mungu. Bwana asifiwe. Hata sisi wenye tumeoleka maybe una kasi, si mzee anakupeanga hata kama ni 200.
200 up to Sunday, 200 ukitoa 20 bob. Hakuna mtu andakana aseme hapa hana tithe. Bwana asifiwe. Hiyo pesa ya mzee yako ndio umepewa, hiyo toa hapo. Na wamama tunajua kujipanga, utanunua chakula na itatosha. Palipo na Mungu kuna utele. Bwana asifiwe. Mnataka mndanganywe biashara itapanuka na utatoa tithe aje? Na wewe ambao unatoa tithe kwa wengine unandanganywa. Siku inakuja kenye uko nayo itaenda yote fyo. Na kuambia ukweli. Kuna mahali nilisoma nikaona Biblia ikasema in the book of Proverbs, kulionekana kulikuwa na mtu. Huyu mtu alikuwa ni mkali sana. Na huyu mtu Biblia inasema alinawiri sana. Biblia inasema all of a sudden hakuonekana mahali popote. Hivyo ndivyo ilivyo na washirika wenye michezo. Mungu amekupea pesa, utaki kutoa fungu la 10. Mungu amekupea pesa, utaki kutoa sadaka. Mungu amekupea pesa, tukisema murandi ya kanisa utaki kusimama na murandi ya kanisa. Sasa unataka tukufanyie nini? Unataka mimi nikuje nikundanganye mama utanunua shamba ya 1,000,000 na wewe mwenyewe utaki kutolea Mungu? Unanunua shamba ya 1,000,000 utaki kutolea Mungu, unanyang'anywa. Bwana asifiwe. Wapendwa, Mungu atusaidie. Praise God. Tukapate kujua umuhimu wa watumishi wa Mungu. Tusimame na watumishi wa Mungu. Hata ukiona mtumishi wa Mungu ametosheleka namna gani, tafuta mahali utasimama na yeye kama wewe mtu binafsi. Usiende kuulisha mashauri kwa watu. Watu hawataki wengine wafanikiwe. Bwana asifiwe. Praise God. Kuna mtu leo hii unaenda ambia mambo yako tu. Kuna mama nilipeleka, mimi nimebeba rafiki yangu, nimempeleka kwa mama rafiki yangu, mtumishi wa Bwana. Hao watumishi niliambiwa nitawahubiria, nitawapea maneno yao siku nyingine. Mimi napelekea mama huyu msichana yangu, naenda amsalimie. Sasa nimempeleka naenda amsalimie. Anaanza sasa, mimi si muhimu kwa huyu msichana, sasa ndio yeye ni muhimu. Ukuje nikuonyeshe vile vitu zinaendanga. Bwana asifiwe. Washirika mtandanganywa. Praise God. Ni vizuri tukue na roho ya kutambua vitu. Mimi nashangaa nampelekea rafiki yangu, anaanza sasa mimi namwambia nataka kuweka unduma huyu akue. Sasa anaanza kumuonyesha sasa yeye ndiye anajua kuweka unduma. Bwana asifiwe. Na waombea Mungu afungue macho ya roho. Mungu afungue kila mmoja macho ya roho. Mtu wa kukundanganya unaachana na yeye. Mtu ambaye akupeleki mahali unaachana na yeye. Si kila mtu anafurahia mafanikio ya mwingine. Leo hii unaweza tabiriwa kwa hii madhabahu utapata 1,000,000. Lakini mtu mjanja atakuzuia kupata 1,000,000. Anajua kile atafanya ndiposa usiwahi pata hiyo 1,000,000. Bwana asifiwe. Tufunguke macho na tumtumikie Mungu. Mimi nimemtumikia Mungu sasa ni miaka 27. Na kweli Daudi anasema in the book of Psalms that 7:25. Tangia kumaanisha Daudi aliokoka akiwa sijui miaka ngapi. Tangia nilipokuwa kijana, sasa nimekuwa mzee, kweli amekula umri. Alisema hakuona mwenye haki ameachwa, wala mtoto wa mwenye haki akiomba chakula. Leo hii kumekuwaje? Sisi ndio beggars. Sisi ndio tunainamia watu watupe. Bwana asifiwe. Kutoka siku ya leo na kutoa mahali walikuweka, Mungu akuweke mahali yeye anataka ukue. Bwana asifiwe. Praise God. Wacha tuone umuhimu wa kutumikia mtu wa Mungu in hii kitabu tu 2 Kings, mahali ambapo Biblia inaongelea kuhusu the Shunammite woman. 2 Kings chapter 4 verses 8. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Sunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula.
Ikawa kila alipopita njia ile uingia kula chakula, yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mkamilifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, muite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mbele yake, akamwambia, sema naye sasa, tazama wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi nakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akamjibu, hakika ana mwana na mumewe ni mzee. Ana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia kamuite. Naye alipokwisha kuitwa akasimama mlangoni, akasema, panapo wakati huu mwakani utamkumbatia mwana. Akasema, la, bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ilisababisha huyu mwanamke kupata mtoto? Bwana asifiwe. Biblia inasema huyu mwanamke alitambua uwepo wa nabii Elisha. Kila wakati alikuwa akipitia mahali pale. Na hii ndio kitu naomba Mungu mukapate kutambua watumishi wa Mungu ni kina nani. Yule mwanamke aliweza kutambua huyu ni mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Na wakati yule mama alitambua huyu ni mtu wa Mungu, akamsurutisha. Elisha kuwa anataka, lakini yule mama akamlazimisha. Bwana asifiwe. Akamwambia awe akikula pale. Praise God. Na ndio nimekuuliza wewe, from Monday to Sunday to Saturday. Sunday umetuletea sandaka, si yakataa. From Monday to Saturday wachungaji wamekula nini? Na hiyo sandaka kidogo mnatoa hapa, yenye iliwezi kalipa hata oli ya Mwenyezi Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Leo nawaambia ukweli wa Mungu. Praise God. Nataka watu waamuke walipe nyumba ya Bwana. Praise God. Mungu atawabarikia, mnaacha nyumba yake katika hali ya ukiwa. Alafu sandaka hiyo ndio italipa hall. Ndio italipa stima na maji. Na kwako wewe unalipa stima na maji na kila kitu. Mungu amekubariki. Na wewe unaona hizo ni baraka, na ila hali siko mingi zimewekwa hivi. Bwana asifiwe. Leo nahubiria mtu mmoja tu atakayebadilika. Mmoja tu, sitaki 10. Mmoja mwenye atafuata neno la Mungu na maisha yake abadilike. Praise God. Hata siyakwambia nulia pastor nguo sasa unilipi niko kwangu. Siyakwambia weka gari mafuta. Mimi nimekwambia kuanzia siku ya leo, simameni na kanisa. Bwana asifiwe. Hata ili tupate kiwanja haraka, simameni na kanisa. Bwana asifiwe. Tusimame na mchungaji kulipa hall. Kweli na shangaa tunalala tu na hata hatutaki kujua. Hebu andanga uliza hii sandaka ni pesa ngapi? Sandaka ya watu waliobarikiwa. Praise God. Bwana asifiwe. Si tumebarikiwa wapendwa? Si tumevaa vizuri, tumekula, tuko sawa? Kuanzia siku ya leo tusimame. Mwanamke huyu akaambia Elisha, kuanzia siku ya leo utakuwa unaingia hapa kukula. Na vile aliendelea kukula, unajua ukikaa na mtu ndio utajua tabia zake. Umama kumbe alikuwa anasoma.
Unajua mimi nimekaa na watu wengi hata hapa kwa kanisa. Mtu anakuja kwangu alalenge mimi nimpikie chai. Mimi ni mbaya naweza kukupiga kabisa. Bwana asifiwe. Hata umekuja kwangu juu mimi ni pastor nikuoshe miguu. Nani alikuambia pastor ananyanyaswa hata mshirika anyanyaswa? Bwana asifiwe. Praise God. Mama ule akakaa na mtu wa Mungu akikuja kukula akaona hizi tabia hakika ni za nabii. Ndio sasa ukiwa mtu ya Mungu lazima ukuwe tofauti na watu ya duniani. Bwana asifiwe. Utakuwaje mtu wa Mungu na wewe kila siku ndio umepiga bibi? Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu atakuwaje yeye ndiye anatusi watoto kila siku? Mtu wa Mungu atakuwaje yeye ndiye anatusingi jirani kila asubuhi? Alafu mtu wa Mungu ni mchoyo anaficha ile chakula tamu. Ile mbaya mbaya ndiye anapea watu wakikuja. Nini? Bwana asifiwe. Ule mama akaona huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu ni nabii. Mama akaambia mzee yake, naona tu ndio mtu wa Mungu. Unajua wamama sisi tuko na sensa. Huwezi ukatuchezea. Hata wakati unataka kuiba mzee wetu sisi tunajuanga. Bwana asifiwe. Mimi kama uko na intention mbaya na bishop mimi najua. Nitakuombea utanyoroshwa huko. Alafu unaanza kuja kusema ndoa yangu siku hizi inavunjika. Itavunjika. Bwana asifiwe. Wamama ni mchezo tunakaa nayo. Mimi tu njaribu kunichezea. I'm telling you. Utaona moto. Sitakupiga ngumi lakini huko utatengenezwa na Yesu. Bwana asifiwe. Mchezo kanisani hatutaki. Mimi si wa kuchezea unaniona nikikaa pale. Mimi naweza kukufanyia mabaya kwa roho. Niambie Mungu akushughulikie. Bwana asifiwe. Kuna wengine nataka kuambia Mungu ashughulikie niambie hapo bando. Achana huyo. Unajua njusi ndio nigonjeke nimeletoa mama ya pastor wa hii Kitale mmoja mkubwa sana. Mama huyo akakuja akaniita. Akaniambia mama